shape science or shape technology? And how does this language that we speak will affect the future of our technology that we want to build? I'm very happy with what Prof talked about yesterday. He started by asking us a very fundamental question yesterday, when he asked, whose language did AI what speak? I think we remember that from yesterday. Whose language did AI what speak? And that is a very heavy question, because the language that AI speaks will determine a lot of things. It might sound like a very trivial question, but ask yourself economically, if machine happens to your culture, what happens to your traditions? What happens to the knowledge that is embedded within your what? Languages? Is it still captured or is it lost? If a computer does not speak a language, what happens to the sovereignty of your country? Of another what? Power that is not yours. So there's a lot of weight in that question that Professor Idris raised yesterday. Which language will the computer speak, or which language will the AI not what speak? And what is that implication? Let us think about it as we unpack it for a moment. So next slide. Now, so many years before, everybody has been talking about the digital what? Divide. Wider and wider. So the question I want us to think about in this particular section is whether AI will transform the society, and the key word is for everyone. And what does everyone mean to us as a country? And what does language play if we are going to make sure that AI will transform society for what? For everyone. Are we ready to make sure that it will transform for what? For everyone. And not just for some, but for what? For everyone. So think about the language divide. Yesterday, Prof said we have, I think, the rise of large language models are the ones that have really shown us the power of AI. People go to ChatGPT. But there is the language divide. These machines or these Akiliunde or these Akilibiza are not able to speak all what? Languages. That is a new kind of what? Divide. You might have electricity, you might have what? Internet. But a language is what? Is missing. Okay? So where is the problem? The second is data divide. We say Swahili is spoken by over 200 million what? Speakers. So why is there a data divide? Is the problem the speakers? Is the problem electricity? Or is it internet? Why is there a data what? Divide? Why are we saying that there are not enough data sets, or what Prof said, corpora, not able to support our languages? Think about different, I come from Kenya. Think about Kikuyu. Think about the Luo. We say there are 10 million what? Speakers. Why is there data what? Divide. Then you think about it, there is the skills divide. How many youths, how many technicians, how many technologists in our country are able to train a large language model? Is there anyone, how many in this room are able to actually train an LLM? In one point. Tafadhali. Ikiwa uko na hiyo ujuzi wa kufundisha a large language model, tafadhali inua nini? Mkono. Hakuna. So what does it mean? Watu wa Power AI. Nilijua. I was waiting for you. What wa Power AI? Bas. So how much knowledge does it take to help people able to train what? AI. Very few. It's like less than 1% of our countries have that what? Knowledge. That is a big divide. We can say nice things that we're going to take AI, but who? No matter how nice you say, there is a big skills what? Divide. We will not get the sovereignty if we don't put the skills what? Divide. And then there is the trust divide. How many of our communities actually trust the output of AI? What we need for information in the language of what? Choice.
they trust it towards property? There's a trust towards divide. So the emergence of AI is actually leading to more and more divides where we will get the skills to build their killing first of all, before knowing how it's supposed to do it, define. So if you think about those divides, a key element in them is actually the language words divide. Because of the language divide, let us think, how will our addressing of language divide help us address data divide, skills divide, and trust words divide? Because it's only through building this digital ecosystem that we can see we are now moving forward into developing a true sovereign AI for our East African words. So next slide. Let us think about this AI and language divide. So I think this is familiar from yesterday's discussion. We know that AI really is not performing well in our language. But I asked a very simple question again. Okay? Where is the challenge? It could be historical. You are colonized by X, now you speak what? X. And you're no longer teaching your students or your countrymen what? Y. Which is a local what? Language. Or indigenous kind of what? Language. So there's a concept called representation worship. It means that there is some element of your language. For instance, ukienda ChatGPT, niulize katika lugha ya Luo, X itajibu some element of what? Jaribu Kisukuma, jaribu Kiburundi, itajaribu some element of it. But there's some kind of representation. But the representation is not what? Accurate. It's not where we want it to be able to what? To be. Our task as the native speakers of the different languages is to ensure that the digital future is not dictated top-down. It is not brought to you and you become mere users and not participating in the what? Development of the given what? Tools that we are so wishing to create. That is the essence of how do we bring ourselves to be sovereign over the kind of AIs that we build as a what? As a country, and even as a what? As a region. Now move faster to the next slide so that I bring out the other tools. Think about it. Language is the infrastructure. The same way we commit resources to build roads, we commit resources to do last mile electrification of rural what? Homes. We commit resources to build what? Schools. We have to commit resources to build our languages and the what? Infrastructure. It is not as simple as just saying we will collect data in Kisukuma. It's not as simple as that. What is collected? Yet we have 1 million Sukuma words speakers. If we think about it like that, then we will put the right thing in place to be able to build this infrastructure. Remember the divides. We have the language divide, data divide, skills divide, and what? Trust what? Divide. And we are looking at language as this infrastructure that will help us to bridge these kinds of what? Divide. And Swahili comes at the center of it as our unifying language. We speak many languages in Africa. I think that's a blessing. If there's a region that is multilingual, like I'm sure there is not a single person in this room who speaks one language. Who only speaks one language? Hakuna. How many speak 2 languages? How many speak at least 3 languages? Like averagely, the least languages can speak is just 3. How many speak 4 languages? Okay. We're moving. How many speak 5 languages? Hey. All the wise. How many speak 6 languages? Hey, mama utufungie mkono. 6 languages. Oh, another 6 languages. Yes? So we truly understand what is the essence of what? Multilingualism in the culture, and it's entrenched in us. So we call it the average
great. Okay, that is what? It's really great. So if you look at that, then let us use that as our competitive advantage. It means that if all of us put effort in those 4 languages, why would there be a data divide? If you speak 6 languages, why is there a data divide? Where is the problem? It's more systemic. Yeah? Where the problem lies. And not just the issue of the lack of the language speakers. Let us see what is this fundamentally wrong. So we have to build digital foundations for language as an infrastructure. I've worked with several organizations at the university, at Masakane Language Hub, where I'm also a steering committee member. I have had yesterday from Bakita. I have heard from people like Paul and I. There are so many organizations that are trying to bring this digital language divide. Either by going out to prepare this corpus or language data, if you think about it, to train and build these models, evaluate these models, okay, to see where is it making the mistakes. What did it do to improve the output of the given models? Remember our fundamental questions. Will the I work for For everyone. All these divides, how will we bridge it? How does the language divide be the core of us helping to bridge the other kinds of divide? How do we move forward language as a As an infrastructure? How do we build digital foundations for our language AI? And rather the next presentation by Power AI, let we see how much it takes to actually develop tools for our native languages. Maybe we need to really see the reality of the importance of the stakes at hand. So let's move to the next slide. I think the next one we talked about that one. So if you think about building digital foundations for language AI, we really have to prioritize linguistic infrastructure. What does that mean? How can ESC or how can Kakama make sure that there is continuous generation of high quality digitized text? What will it take? Think about the 4 languages you speak. I'm sure there's either French or English, is one of them, yeah? Then there is Swahili, that is our baseline in this room. And then there are other 2 or 3 or 4 others that you also want to speak. What will it take for you to be core or the key catalyst to make sure that there is text data digitized in that 3, 4, 5 languages you're words? Will it mean every day blogging in the Louvre? Will it mean every day writing a poem and posting it in Will it mean getting books and publishing them in Kisi? What is this thing that will make sure that every day there's a continuous high-quality digital text continuous, not being asked or being paid, generated. The reason why English has trillions of texts is because everyone, including ourselves, contributes daily to more English text. We are continually writing papers. We are posting social media. We are writing on LinkedIn in English. All these are continuous generation of English text. Think about your native language. How do we continuously generate digitized text in that language? We have to bridge the literacy gap. How many have keyboards that have the diacritics of their given language? We were collecting data for Kikuyu the other year. We had many Kikuyu speakers, but they have that diacritics, yes? It was hard to type Kikuyu because no keyboard had the diacritic. Who will do that for us? Google. Or we should go and ask who gets to come and get for us a diacritic keyboard, and we are here. And you want to say, you want to do the digital divide. Yet you don't have the basic tools to help us even type a letter in your local language.
We have to bridge that. There are no. It means that the next generation will be worse than what? Than us. How do we bridge this literacy divide in our own native languages? How do we incentivize content creation? Do we need to be incentivized to create content? Because remember, without content, forget about AI in your native language. There is no miracle. So how do we incentivize content creation? Newspapers in native languages, books, radio, speakers, youth on TikTok, whatever. How do we incentivize this? How do we make this a channel for us to continuously create content? Then remember, at the end of the day, it is the speakers of the language who have to be involved. We cannot sit in a room and say, we are creating Kiswahili. Can we? You can't sit in a room and say, I'm creating Corpus for Kamba in Kenya. Or Kinyankole in Uganda. We can't sit somewhere. We have to go to the native speakers to capture that. And when I began, I said, language, AI, working for For everyone. So in the example I wanted to give, we went to ask farmers how to use this system. It was trained on very nice Swahili text. Very what? Nice. But they said, haiongei kama nini? Kama sisi. So it was very fluent. But haiongei kama nini? Sisi. They wanted to speak Swahili like a Kikuyu will speak what? Swahili. Haiongei kama nini? Sisi. So we had to ask them, tell us how this sisi speaks. And we collect how a Kikuyu will speak Swahili, asking a system on maini yangu inakauka. This idea. How they actually speak, not how we want them to do what? To speak. That is a huge difference when you think about technology for everyone. It's not for what you think it should be, but what they want it to be. Okay? So we have to go back to the native speakers as the centerpieces of getting this knowledge information from to build these kinds of AI tools. Next. So as we move from just being consumers to digital creators, let's think about it. You can decide and say, we import AI and use it. Then we complain, oh, ChatGPT inaribu Kiswahili. Oh, we have imported it. What do you expect? It cannot be as perfect as what it wants to be. We can say, let us import AI and let us adapt it to our local settings. Okay? It can work to some extent. Or we can say, let us build AI for what? Ourselves. That understands our culture, understands our reality. Where in this line do we want to be as East Africa community? Do we want to use AI brought to us? Do you want to take external AI and build it and try to improve it to work for us? That we own digital resources, will share the digital water to get where we want to be. Countries that do not depend on technologies designed elsewhere achieved what is called digital water. That is big. Accepted by the community and adopted by the world. Let's come back the biggest model with the biggest parameters. It is a model of the community that is intended to use the given water system that speaks our languages. We cannot talk about building trusted and inclusive, not accepted by the world community. So it's more than just benchmarking with, but it's about. And really think about it. It should empower communities and not citizens. And that is core to us achieving true independence or true. From yesterday, we saw that there are many kinds of opportunities for us in AI, in education, AI tools. Okay? Things like how can we teach science in the indigenous words? That would be a nice to have. Okay? How can farmers
ask questions in the native language and get the right fertilizer. How can citizens query to bridge the divides? You need to think about it as an economic center, economic infrastructure to get across of it. Why? Is because the value of AI, then you can say there is an impact of AI. And remember, we are saying AI for what? For everyone. Whose lives have it what? Transformed. And is everyone's lives being what? Transformed. And language, as we said, is a center of this particular what? Part of it. Now you can move 2 slides. I think it's still not moving. As I close, we are in a region, and I'm really glad that I am in this community that is multicultural, multi-regional, our East African community. We have achieved many things as communities before. We have trade unions. I heard from yesterday, where we have the banks that support all of us within the given region. We have mobile money. Nowadays you can use M-Pesa across in Tanzania, in Kenya, in Uganda. So we have made things work regionally. How can we make language work regionally? Such that AI can help us through Kiswahili, through another kind of language, communicate in a region to build our markets and to build a digital economy. At the end of the day, we can see from yesterday's presentation by Professor Idris, Kiswahili played a potential bridge between the indigenous languages and the global languages, enabling us to communicate in X and Y in different countries, but having Kiswahili as a bridge for us to access international markets. Can we move forward as a region, Africa what? Mashariki. Yes? Africa Mashariki in terms of language. As we discussed in the afternoon after this session of different groups, really think about it. How can this language help us have proper regional integration, irrespective of this language you are speaking, and think of Swahili as our bridge amongst us as a community. And we have a definite shared future. 1, if we scale our languages and bridge the data divide and language divide, that's a shared future. We work together that in this region, we really reduce this divide. Kiswahili plus all the other 200-300 languages spoken in our regions. We scale that. We invest in African language infrastructure. Through the ESC, through the different governments, how do we fund this? Language infrastructure. Remember the question, how do we continuously generate language, the native languages? That is the infrastructure. Whether it's through schools, through universities, through media houses, through TV stations, whatever thing it is, what will make us have continuous generation? As a shared future in this region, how do we build inclusive AI that works for everyone? Not how it should work, but accepted by the community. As a region, how do we strengthen partnerships? Okay? Unite academia, unite industries, unite language communities. We have similar languages across the border. I know there's Masai. There is Somali, Kenya, Somali. There's Luo and the Luo counterparts in Uganda, China. We have a lot of similarities. How do we bring together these communities? How do we empower our innovators? Remember the skills gap. That is our biggest failure. Do we need to have dedicated programs to really train as many of us as possible to be able to develop this kind of machine learning? How do we really invest in this? Do we have summer schools, extra programs, within our curriculum? What do we need to do to make sure that there is this skills gap? We are no longer just remaining as users. We are to be core in development of these technologies. How many of our youths can be able to have more and more such infrastructure, like what Power AI is creating? We really have to push that. That is the shared future that I want us to have as a community and as East African
community together. The fact that now, at the end of the day, we know that this AI is going to work for us and for every other person within our given communities. And I'd like to finish this particular quote. Okay? The choices we make today as a community will determine whether AI will merely speak to Africa, East Africa in particular, or the AI will truly speak for what? For Africa. And really ask yourself, where are we going? Is it speaking to us, or literally speaking what? For us. And I end my session. Thank you so much. Na bado nitamwomba awe hapa juu. Naam, tuzidi kumpatia pongezi zetu. Ametufunza mengi, akijenga pia juu ya yale yaliyosimuliwa na kuelezwa jana, na ametuambia kwamba lugha zetu hasa Kiswahili ni moja ya miundombinu ya dunia yetu na pia ya mataifa yetu, na inafaa tuwekeze kwa lugha zetu. Na ningependa kutoa nafasi kwa watu wawili ama watatu ambao wako na swali ama maswali kwake, ili ajaribu kuyajibu, alafu tuende kwa hatua ya pili. Kuna swali lolote? Kuna yeyote aliye na swali kwa Dr. Wanzari? Inakaa kama wote wameridhishwa wasilisho lako, na asante sana, tunashukuru sana na asante sana kwa kutenga muda wako ili uwe nasi kwenye kongamano hili. Asante. Kwa nafasi hii sasa tutakuwa na warsha, na ningependa kuwaita hawa wanajopo ama wale ambao watawasilisha waje huku mbele. Tuko na wadau wetu wanaoitwa Power AI, na kama tumeanza kufikiria kazi pamoja nao, hivyo nitamuita ama kumwalika Winnie Mangeni, Power AI, Michael Molen pia kutoka Power AI, na pia Profesa Alexis Dabarushimana kutoka Baraza la Vyuo Vikuu vya Afrika Mashariki, na pia Esa Mohamed kutoka GIZ. Hapa kundi hili ama kwa warsha hii itakutanisha na wadau kutoka taasisi za lugha, teknolojia, elimu, serikali na sekta binafsi, ili kujadili na kuunda mfumo wa kikanda wa kutathmini na kudhibitisha uwezo wa mifumo ya akili unde katika matumizi ya Kiswahili. Warsha pia itajadili uanzishwaji wa alama ya uthibitisho wa Kiswahili, na kwa hivyo mambo makuu kwa jopo hili ni alama ya uthibitisho wa Kiswahili kutoka ambacho kitakuwa kama chombo cha kakama, kama kitakubaliwa cha kuweka viwango, kufanya tathmini huru ya mifumo ya AI, kutoa ithibati kwa kuzingatia ubora wa lugha, usahihi wa istilahi, muktadha na wa kitamaduni, usalama na matumizi ya kikanda. Na kwa hivyo sitasema yote, nitamwachia mwenzangu, nitamuita Michael Molen ili aendelee, alafu baadaye nitarudi kama tutakuwa na maswali kwao. Michael, mko na dakika kama 30, alafu mtatupa nafasi ya kwenda kwa chai na mrudi tena muendelee kwa dakika kama kwa lisali moja hadi saa 6:30. Naona mlikuwa na wakati hadi saa 7, lakini tunaomba kama mnaweza kumalizia saa 6:30 ama saa 6:40 ili tupate nafasi ya mapumziko na chakula cha mchana, ili tuanze vilivyo adhuhuri, ili wale walioko online pia wajiunge na
leo waheshimiwa na wadau wote. Kwa majina naitwa Winnie Mangeni na leo ninaongea, Daktari Lilian amesema watu wangapi wanaongea lugha nyingi. Tuko na mmoja anaongea lugha 6 na mimi naongea lugha kama 4. Sasa leo nitamix lugha kadhaa. So ananiita Winnie Mangeni na mimi ni mwanzilishi wa Power AI. Power AI is a company building AI in Africa. Na tunatengeneza AI ya language zote za Kiafrika. Tumechukua language kama 25 kutoka kila mahali Afrika. Lakini specialty yetu ni Kiswahili sana. Leo katika siku ya Kiswahili tumekuja kuongea kuhusu jinsi tunavyoweza kuingiza Kiswahili kwa AI ili pia sisi tuweze kuon Kiswahili kama chetu. Tumeona katika presentation yenye ilikuwa kampuni nyingi ziko na AI ya Kiswahili, lakini ukiuliza ChatGPT leo, nipe joke ya Kiswahili, utakwambia nini? Utaona joke ni kama manufactured. Sasa tumekuja tunajiuliza swali, Kiswahili gani ni sahihi? Kiswahili gani tutasema ni Kiswahili yetu? Our main goal today ni kuunganisha wadau wote muhimu. EAC, Swahili institutions zenye ziko hapa, wanafunzi na hata partners of development kama GIC, UNESCO na wote wanaweza kusaidia tuweze kuleta idea hii isimame. Tulifikiria kitu inaitwa Kiswahili Trustmark na Dr. Joy na mwenzangu Dr. Mole, na tumefikiria ukiuliza Kiswahili Trustmark ni alama ya udhibitisho ya Kiswahili. Hii mark inaweza saidia serikali, shule, private sector na hata sisi wenyewe tujue kama hizi AI system can be trusted or zinaweza kutumia Kiswahili vizuri. Sasa leo tunataka tukuje pamoja tuweze kusimamisha hii idea. Tuone kama kila mtu anaweza kuchangia katika Kiswahili Trust. Hii alama inaweza saidia kila mtu. Maana sasa tunaweza jua AI gani iko na Kiswahili sahihi, AI gani inafanya Kiswahili vizuri na AI gani tunaweza trust vizuri. Lakini Kiswahili Trustmark cannot be just developed na sisi kama tunajua kutengeneza AI inachukua wadau kama wote. Na ndio maana tunaifikiria kama a collective asset yenye tunaweza i-own kwa region to reflect how Kiswahili is being adapted. Nimefanya kazi Microsoft miaka yangu yote nikiwa Marekani. Na nilikuwa natengeneza AI. Na nikiangalia AI ilikuwa haiongei lugha zetu. Na ndio maana nikasema wacha nirudi nyumbani tutengeze mambo yetu. Tutengeze AI yenye inaweza kusikia lugha zetu, tunaweza kuitrust na pia tunaweza kuincorporate kila mtu. Tuko na lugha nyingi Afrika, lakini lugha zote haziko included kwa AI kabisa. Ukiangalia Power, tulikuwa tunataka kufocus kwa Kiswahili pekee, maana kwenye region hakukuwa na AI yenye inaweza hata kuendeleza Kiswahili vizuri. Ndio maana leo mimi na Dr. Model kidogo ataingia kidogo kuelezea Kiswahili Trustmark ni nini na vile tunaweza kuja pamoja kuitengeneza kama wadau wa Kiswahili. Kwa hiyo leo tunataka tukuje pamoja. Tuta break out in groups baada ya hiyo kinywaji kidogo. Tuweze engage na tuangalie this idea is just an idea or if we can be able to make it bigger so that we can also listen from you if you truly have
the other ideas that you think we can incorporate in the Kiswahili Trust. Sasa nitapitisha kwa Daktari Mollel na ataendelea na Kiswahili Trust. Asante sana. Unfortunately, bahati mbaya naona mna muunganiko wa kwangu na present pale. Lakini tunaanza kwa kusema Kiswahili oye. Hakuna zaidi ya hiyo. Hatuna neno lingine zaidi ya hiyo. Zaidi ya Kiswahili oye. Sawa, naitwa Michael Mollel na shahada ya 3 ya mifumo laini na mawasiliano pepe. Pia akili unde. Sasa hivi niliposema mifumo laini na mawasiliano pepe mmeweza kuelewa. Basi kuna shida ya Kiswahili. Mifumo laini na mawasiliano pepe anaweza kumsaidia mkono telecommunication engineering. Mawasiliano pepe. Sawa. Nianze kwa kusema basi nianza kwenda ndani zaidi ya alama za thibitisho wa Kiswahili. Kuna wakati nakuwa na mtu aliye kusudia kwamba una kipofu na mtu kipofu au ni English unajua kipofu aliwe kupewa sekunde moja tu macho, alipoangalia akaona sungura, alafu akawa kipofu again. Baada ya kuona sungura, uko ukisema chochote, nimekutana na uwanja mzuri, anauliza kama sungura, nimekutana na kitu kizuri kama sungura, yani yeye anachukua chochote kinaanzia sungura, yani kina kubwa kama sungura, kidogo kama sungura, hata kama kina uhusiano. Sasa hili ni tatizo. Sababu unakuwa huna vipimo vingi vya kupima. Sasa naomba tuende kwenye second slide. Slide inayofuata. Sasa tatizo la AI tunayozungumza sio matumizi tu ya AI. Je, tunathibitisha vipi AI ina manufaa kwa jamii yetu au sisi kama Waswahili? Nadhani mnamjua Mswahili. Eti Mswahili ni nani? Mswahili ni nani? Nasikia tu ndini. Anaweza kunyosha mkono. Mswahili ni nani? Hata BAKITA mmeshindwa kujibu. Naam. Mswahili ni mtu ambaye anazungumza Kiswahili. Asante. Mswahili ni mtu anayezungumza Kiswahili. Sio Mswahili ni mtu anayekaa mwambao. Sababu watu wanasemaga Mswahili mtu anayekaa mwambao. Hapana. Mswahili ni mtu anayeongea Kiswahili. Sasa shida kubwa ni kwamba AI tunasema leo hii tunasema ChatGPT inaongea Kiswahili. Lakini kweli na matumizi ya Kiswahili kwa ajili ya Mswahili mimi bado napata shida. Matumizi makubwa ya AI tunasema labda ni kutengeneza maudhui, mfano content creation. Sasa kwenye content unatengeneza movie au jokes ni utani. Wanataka kutengeneza maudhui ya utani ili uweze kuwa unayauza. Kwa kutumia lugha ya Kiingereza ni rahisi sana. Ukiuliza tu hapo dakika 2 unapata utani halisi ambao ukiweza kutengeneza watu kweli wanacheka na unaweza kaingia Instagram, unaweza kupata hela. Lakini Kiswahili iko tofauti. Ukiuliza utani utatengenezewa utani umeandikwa kwa Kiswahili lakini sio cha Mswahili. Yaani utani ule ndani yake inaongea kama Silicon Valley, kama Marekani vile. Yaani ni kweli imeandikwa Kiswahili lakini kimarekani. Yaani Marekani ule ungeongea Kiingereza angecheka, lakini Mswahili hawezi kucheka. Sasa hili ni tatizo ambalo lipo kwenye kila nyanja. Jamani, nyanja mnajua Kiswahili? Sawa. Kila nyanja ya matumizi ya Kiswahili. Lakini cha pili kuna ugaibuni, kuna maneno yanaongelewa ugaibuni. Juzi nilikuwa nasikia
nisamee, sio kwa ubaya, lakini kwa nasikia neno black tu ndani lina tatizo. Wanasema shimo kwa Kiswahili wanaitaga hole. Sasa wanasema kusema tu shimo kawaida au hole kawaida sio tatizo, lakini ukianza kusema black hole tayari ni tatizo. Sijui Friday ni Ijumaa, right? Lakini kusema Black Friday tayari ni tatizo ndani. Yaani sasa kuna maneno ambayo kwa lugha ya kigeni, kwa mfano Kiingereza, tunaweza kuyaongea kwenye jamii yetu. Lakini neno hilo hilo ukisema Kiswahili kwa Mswahili ni eza tusi, hawalifai kuongelewa kwenye jamii. Probably inaweza kafaa kuongelewa kwenye private, lakini sio kwa jamii. Lakini cha tatu, Kiswahili kinaongelewa na East Africa, Umoja wa Mashariki, Umoja wa Afrika Mashariki. Na labda niulize kwa wanaongea Kirundi, nikisema neno mtu kwa Kirundi nini? Mtu, si ndio? Na? Umuntu. Sawa, lakini nadhani Kinyarwanda ni umuntu Ni mamoja. Nadhani kuna dalili kidogo na change. Mamoja. Lakini nikisema neno kama mwaka, year, Kirundi nini? Mwaka. Nikisema neno to see, kuona. Yes. Sasa ukiangalia Kiswahili ni kama kinabeba ule mizizi ya lugha nyingi sana za East Africa. Kwa hiyo ni rahisi sana kubadilisha lugha za makabila yetu. Tumefanya kazi sana na lugha ya Kisukuma kwa mfano. Kisukuma inaongelewa na idadi ya watu milioni 16 Tanzania. Sawa na nchi kama Norway au Denmark, Tanzania. Lakini hakina digital footprint. Hakina kwenye digital. Lakini tunawezaje kuanza kufanya Kisukuma? Yes, tunaweza tukaenda direct kuanza Kisukuma, lakini muda mwingine tukianza kufanya kazi Kiswahili inakuwa rahisi sana kukibadilisha kwenda kwenye Kisukuma. Tunafanya transfer. Rahisi sana. Sasa soko la East Africa lenyewe la Afrika Mashariki ni kubwa sana kama tunaongea lugha moja. Tutarahisishia sana. Nikienda mtaani hapa nikaongea zangu Kiswahili na leo jana nimeenda kuomba ugali muogo. Ndio ugali muogo. Nimeenda mtaani kuomba ugali muogo, ndio ugali muogo. Lakini ningekuwa sijui Kiswahili au wanaonihudumia wajui Kiswahili ningeanza pale kugombana sasa. Nitatoa picha, nitaletewa nini? Sometimes nashindwa kuelewa. Sasa tunamisi pia soko kama tutakuwa na lugha ya pamoja yote tunazungumza. Na shukrani sana kwa kama wadau mbalimbali ambao wanataka sasa tuunganishe nguvu yote na kipimio. Tuwe na kipimio. Idea kubwa trust mark au alama za uthibitisho wa Kiswahili ni kuwa na kipimio cha Kiswahili. Kwamba leo hii tunaposema uwanja ni mzuri, tusije tukasema kama sungura, hapana. Tunasema ni uwanja ni mzuri kwa sababu kuna kipimo hichi kinaniambia uwanja huu ni mzuri. Nikisema ChatGPT, sawa, inatengeneza Kiswahili kizuri, lazima niwe na kipimo. Kiswahili kizuri how, kibaya how. Yaani kwa kiwango gani? Sio tunaamka asubuhi AI yazongea Kiswahili. Yaani how, yani kipimio ni nini? Sasa ndio idea kubwa. Naomba tuende kwenye slide ya pili ya tunachofanya alama za uthibitisho wa Kiswahili. Slide, naomba next slide. Slide Kiswahili kinasemaje? Labda wale wanajua Kiswahili tu waweze kuelewa. Jamani, slide ni nini? Kiswahili kitelezo. Hatimaye kwa tabii mwenezi kijiwini. Sawa. Kwa trust mark itakuwa ni mfumo ambao utaweza kupima ufasaha wa lugha ya Kiswahili kwenye jamii yetu. Sasa kuna maswali mengi mtu anaweza kuuliza, Kiswahili cha wapi? Na nadhani hapa pia wataalamu wa BAKITA, bodi yote ya Kiswahili tutaweza pia kumsaidia. Ndio maana tuko kwenye hii hapa. Mimi ninachoelewa Kiswahili, Kiingereza kwa mfano ni kimoja tu. Haijalishi ni Marekani au Uingereza ni kimoja. Matumizi ya
seek, neno seek kwa mfano mgonjwa seek ili seek bado ni Kiingereza kile kile. Haijalishi kimoja kinaongelewa sana Marekani, kimoja kinaongelewa sana Uingereza. Kwa hiyo naamini itakuwa the same Kiingereza kikiwa sahihi kwa Kenya, hata kama maneno yale hayawezi kutumika Uganda au Tanzania, lakini bado ni maneno sahihi kwa kutumia kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo tumekuwa tukipata sana hilo swali kwamba Kiingereza Kiswahili sahihi. Kiswahili sahihi ni Kiswahili sahihi tu. Haijalishi kinaongelewa wapi maneno fulani, eneo fulani, maneno fulani yanatumika wapi sana sana eneo fulani. Kwa kuna ule usahihi ambao mabaraza yote kila kanda au nchi yanakubaliana. Sasa idea kubwa Trustmark ni kutengeneza kipimo ambacho kitapima kiunde na replace neno AI kwa kutumia kiunde, na sijajua kama jana kwa kuna debate nadhani sijajua kama mlikubaliana nini kwamba akiliunde iwe na abbreviation kama AI artificial intelligence au just tunabaki tuna akiliunde ndio akiliunde ni ndefu sana. Kama tutabadilisha tuweka AU tusigombane na African Union itakuwa kitu kizuri pia. Sasa kwenye Trustmark tutakuwa na kipimo ambacho kitakuwa kinaidhinisha, kitakuwa kinatoa max bado ni Kiswahili maana kama score kama ni imescore ChatGPT au kama unatengeneza AI yako Power AI wamekaa zao kule wameamua kutengeneza AI yao, lakini wanathibitisha uzuri wake kwa kitu gani. So kutakuwa kuna max ambayo ina score labda ni 55, lakini pia bado hizi zitakuwa ni tunaitaka yani ni vipimo ambavyo vinasetiwa na mashine, lakini pia binadamu kutoka labda kwa mfano kama nitakuwa na miliki yeye bado atakuwa anaingiza utu ndani yake kwenye kuevaluate. Okay, sawa, imesema 55, je, ni sahihi? Na kama ni sahihi basi wanaweza kupitisha. Na kutakuwa kuna alama rasmi. Alama rasmi kwa mfano kutakuwa na shaba au fedha au dhahabu. Nitaelezea hizi baadaye au nitakuja kueleza baadaye. Naomba tuende kwenye kitelezo kinachofuata. Slide. Kitelezo sio ni nini hapo mtajisamea. Shika chini. Nadhani inaenda kinyume na mimi hapa. Shuka chini wote. Na kwa nini naendelea kusisitiza kwamba twende sawa na ninachoongea, kwa sababu sisi tukapotezana, kwa sababu hata tulikuwa tukienda sehemu nyingine tukielezea kuhusu Trustmark, watu wanashindwa kuelewa, they didn't capture what we are trying to tell them, na tukiwapoteza tutakuwa tukishi. Next please. Yeah, that one. Yeah. Sasa kwa nini nasamani? Tunajua kwamba sasa hizi serikali au taasisi mbalimbali mfano za nchi zote zinaenda kwenye matumizi ya AI. Sawa? Sasa AI ina shida moja kubwa. Nashukuru sana Dr. Lilian Wanzari
kutoka Maseno ameelezea, AI ina shida moja kubwa. Kutumia AI kwa mfano ChatGPT au cloud au AI yote unayopendelea, unachokiuliza chochote inaenda Marekani. Hiyo ndio kitu cha kwanza uelewe. Na kienda Marekani sio chako, mmeshare na dunia nzima. Kwa hiyo utauliza swali lolote, hata kama ni siri, privacy issue, uliza, utaenda kule. Kama utahitaji kubakisha au retain, wataretain. Kama utahitaji discuss, kuna watu wanao discussion, ni watu very sensitive, ni sector moja very sensitive. Watu wao maengineer wao walikuwa wanatumia ChatGPT kuuliza maswali ya ndani. Sasa juzi bosi wao ameingia akauliza account fulani imekaje, inafunguliwaje, nikitaka kuhaki na nini, ChatGPT kampitia kila kitu, yani mpaka anayemiliki ile account kule ndani na nini, kila kitu ilikuwa wazi. Sasa hii ni tatizo sana, na serikali nadhani zote za Afrika Mashariki zimekubaliana kutumia AI zao za ndani, tengenezo za ndani au kumiliki AI zao za ndani. Sasa ukiona AI ya ndani, bado itakuwa ngumu sana kwa wao kuanza kupima na kuanza kutengeneza. Sasa kutengeneza tunataka developers. Kwa hiyo Trustmark au alama za uthibitisho za Kiswahili itaweza kuwasaidia sana wao wakianza kuchagua model gani ya kutumia kwenye eneo lao. Kwa mfano naenda health sector, upande wa afya, upande wa kilimo agriculture, upande wa education, inakuwa rahisi wao kujua okay, nisiende kwenye DeepSeek kwa sababu DeepSeek haielewi Kiswahili, basi niende kwenye AI nyingine ambayo inaelewa Kiswahili kwenye eneo langu. Kwa sababu kumbuka hizi AI zikitengenezwa zinakuwa nzuri kwenye given eneo au domain au sector au nyanja. Sasa huwezi kusema AI moja inafanya kila kitu hapa. Kwa hiyo itakuwa rahisi sana kutumia kuadopt kama unataka kutumia DeepSeek kwenye Wizara ya Fedha, kwa sababu inafanya vizuri sana kwenye sekta ya fedha, au kama unataka kutumia kwenye sekta ya agriculture inakuwa rahisi sana. Kwa hiyo Trustmark itawasaidia, itawapa signal ya haraka, itawapa signal Kiswahili. Najua nimesema signal ni sawa. So itawapa idea ya kuanzia kwamba tunataka kutumia AI kwenye eneo la fedha, basi niende direct kweli, kwa sababu inafanya vizuri kutokana na Trustmark ambao kama wamerecommend. Sasa hii inaenda kwa wananchi. Wananchi tunatumia sana AI siku hizi, lakini pia kwa taasisi au government kwa ajili ya issue za security, umiliki tunaita sovereignty ya data, self na models, na pia kwa wajenzi developers. Wao pia watahitaji Trustmark kwa sababu itakuwa inawapa signal ya haraka kwamba AI yangu inafanya vizuri kwenye Kiswahili. Kwa hiyo nikiwa na hii application nikilaunch Kenya, nikilaunch Tanzania, nikilaunch Burundi, itafanya vizuri. Na mind you, ukifanya vizuri kwenye Kiswahili itakuwa rahisi sana even kufanya vizuri kwenye lugha za local language, kwa mfano Kirundi, Kinyarwanda, Kisukuma, Kikuyu na vitu kama hivyo. Naomba tuende kwenye slide inayofuata. Sasa mchakato ni rahisi tu, uthibitisho. Taasisi husika au wale watengenezaji wa AI watatengeneza AI yao, wataituma kwa Kakama au miliki yote wa Trustmark. Wamiliki wa Trustmark wataifanyia evaluation, wataipima. Sasa kwenye evaluation utafanya vipimo vya sarufi, ile knowledge ya taaluma, knowledge Kiswahili uwezo sijui, taaluma, knowledge ya lugha husika kwenye domain, kwenye hiyo sekta husika. Wataangalia muktadha kama umekuwa captured, kwa sababu ukiongea Kiswahili sidhani kama ni Kiswahili fasaha, na pia tukiongea sana Kiswahili mwisho wa siku tutaenda kuruhusu even Kiswahili chenyewe. Kwa hiyo nadhani bado tuendelee kubaki lugha yetu, lakini pia wataweza kupata majibu ambayo kwa hakika, kwa transparency, ndio kwamba okay, tutakuwa na set labda kwa mfano Trustmark na maswali 5 au 4 au 3. Kwa hiyo inafanya vizuri sana kwenye upande wa agriculture, na mimi modo yangu
Kwa hiyo nitaweza kuiuza kwenye upande wa agriculture. Kwa hiyo nikisema mimi bwana power yetu inatengeneza modo, lakini tunaiuza sana kwenye agriculture kwa sababu inafanya vizuri kwenye agriculture, kwenye kilimo, au inafanya vizuri kwenye afya, au inafanya vizuri kwenye sekta mbalimbali ambazo unaweza kupata customer. Lakini kumbuka trust mark inakuwa kama lugha inapokuwa, trust mark inakuwa. Kwa kila mwaka itabidi evaluation iendelee kufanyika ili kujua aina gani za AI inafanya vizuri kwenye kutumia benchmark ya trust mark ya Kiswahili kama au yote ambayo tamiliki, na maswali pia yatakuwa yanaendelea kukua kadri tunapozidi kuyagundua maswali mengine, pia na trust mark itaendelea vile vile kukua. Kwa hiyo upande wote inabidi uwe unafanya continuous evaluation ili kujua kwamba lugha za inaongea na vipi kutokana na benchmark kama nimetoa tunashare. Hiyo ni ngazi tatu za uthibitisho ambazo ya kwanza ni shaba. Kwa hiyo kama umekuwa chini ya shaba kwenye reference, hatuwezi kurecommend matumizi kabisa ya modo yako kwenye matumizi ya ndani ya ofisi. Kwa hiyo matumizi ya kawaida yatakuwa ya shaba, matumizi ya pili yatakuwa fedha. Shaba in English tunaita kopa alafu matumizi ya pili yataitwa fedha. Anajua fedha ni English tunahitaji nini? Silver. Sasa this is the beauty of language. Fedha is money, right? Lakini huwezi kufanya one-to-one translation. Ukifanya one-to-one translation ni miss. Na nadhani Dr. Lilian Wangari aliuliza swali moja ya computer science for trading. Ingawa kompyuta ni tarakilishi lakini kompyuta pia inabeba neno kompyuta vile vile kwa Kiswahili bado. Kwa computer science mpaka sasa haijawekwa kama sayansi ya tarakilishi. Bado wanaita ile computer science kwa Kiswahili. Na mengi sana ya kuongea, lakini nadhani hii ni discussion. Hii ni wadau kama wadau wakubwa ambao walikaa wakakuja na hii idea ya Swahili Trust Mark, lakini pia ni ndio wakubwa sana ambao mnaweza make these things to be possible. Tutakaribisha discussion, tutakaribisha contribution na anything ambao mnaweza kuona okay, hii sio mwelekeo sahihi au ndio mwelekeo sahihi, imani to make things work. Nilikuwa namkaribisha pia Widi aje kumalizia kwenye upande wa ngazi tatu za uthibitisho na vitu vingine wanafanya. Asante. I think the point reached home. It really did. So I think it will be the next slide katika ngazi tatu Kiswahili. Unajua hata ukiona labda hiyo 60% sio, unaweza tuambia eka 50. Sasa ndio maana tunataka kila mtu achangie katika kudhibitisha na kutengeneza hii Kiswahili trust. Maana at the end of the day we own it all of us, right? Kwa sababu pia mtu akikuja kama OpenAI anakuja nasema hii Kiswahili ni nzuri, tunasema haijastampiwa. Na kuna watu walikuwa wameweka akili zao na tukakuja na hii Kiswahili trust mark. Na mbona nimesahau kuambia watu wanatengenezaje Kiswahili model? Amewaambia. Unajua lazima pia watu wajue tunawezaje tengeneza Kiswahili model. Sasa tuseme mtu hapa akitaka kutengeneza Kiswahili model yake na anataka kuidhibitisha na trust mark. Kwa kesho labda tunaweza kuja tena tupate sio mimi na model tunajua kutengeneza, lakini tupate watu wengine. Sasa njoo waambie watu. Sawa. Nashukuru madam mwingi. Somo la kutengeneza ni heavy, lakini tutajaribu kulipunguza ili mali sisi Waswahili tuweze kuelewa. Sasa nitaelezea kwa muhtasari wa sisi tulichofanya. Tulianza kwanza kukusanya data. Swahili data inaitwaje jamani? Swahili data inaitwaje Kiswahili? Hapana, ina data na Kiswahili chake. Kurunzi ipo sana. Nadhani watu bakita msaidia au bakiza au poteza mtakapotokea. Nilienda sema wakaniambia hapana, data hii tu data. Na mimi nikachukua lakini nimesahau data hii.
Kwa hiyo kwanza tulianza kutafuta data, tulitafuta data hasa za Kiswahili kwa sababu ndio ilikuwa lengo letu mama. Tulijaribu kuvuna tunaita text copy, zile Kiswahili, yale maneno ya Kiswahili mengi kwenye sentence na paragraph as much as possible. Kwa hiyo tunaweza kupata sasa quantification, tunataka token kwenye kutengeneza. Tunaweza kupata token kama milioni 10 za Kiswahili, tukaweza kuitengeneza modo ya Kiswahili. Kwa hiyo power inaongea Kiswahili. Bado haijapitia kwenye trust mark yote ya Kiswahili. To be honest, kwa sababu haipo. Na hatuwezi kukaa kusubiria wazungu watutengeneze trust au any western country kutengeneze trust mark. Sisi tunatakiwa sisi wenyewe na wadau be the first to make the trust mark. Kwa hiyo tukaitrain, tukaifundisha modo yetu kutokana na data tulikuwa nayo iweze kuzungumza na kuongea Kiswahili. Lakini pia na limitation. Kwa sababu nikienda sokoni, kwa mfano eneo kama Kariakoo, kuna lugha inayoongea nikiwa naongea Kiswahili, sio formal language kama eneo kama hili. Kwa hiyo hizo ni data za nuances mbalimbali za kwenye eneo kama Kariakoo, ni sehemu ambayo kama Machinga, Machinga ni sehemu na soko. Hizo bado hatuna. Kwa hiyo utagundua kuna some limitation, lakini kwa kuwa na wadau pamoja tunaweza kufanya kitu. Lakini ukiangalia wenzetu western, wao hata Dr. Lydia nimeeleza, wanatoa sana publication. Kutoa publication inaweza kusaidia pia makampuni kama PAO kuweza kuvuna zile data wanazotuma kama maandiko, kuweza kuziendelea na kuzimodify. Lakini kingine cha muhimu, hatuwezi kusubiria western wafanye kwa ajili yetu. Hatuwezi kukaa kusubiria hizi great sasa kutengeneza hizi modo wenyewe na kuweza kuzioni wenyewe na kuona trust yetu wenyewe. Hata kama wao wakija na solution zao, sisi tuwe na kitu cha kusema au tunakivaluate na kukipa max kama wao wanafanya tukienda na solution zetu. Asante. Sasa nani anaweza tengeneza model? Watu wenye anaweza kuwa na interest. Nimepata. At least hiyo ni one more. So tukirudi tena itakuwa more people. So tutakupea pia trust mark. So thank you so much. We'll take a break and after the break we'll come back and workshop the Kiswahili trust mark. Alafu tutawaelezea vile tutafanya hiyo session. Asanteni sana na tupatane after break. Itakuwa dakika ngapi Daktari Joy? 40 minutes. Okay. Masaa 40 tupatane hapa. 45. Dakika sivyo sana. Asanteni wadau. Unaona umeamka sasa, kumbe watu wanasikiza. Vizuri. Sawa sawa, tupatane dakika 40.